Zile za ndani ambazo tumeweza kuzipata ni kwamba klabu ya Yanga iliweza kuficha waganga kwenye lile jumba la maajabu. Tuliweza kuona kwenye mechi ya watani wa jadi, Yanga walienda kubadilisha nguo kwenye jumba la kimaajabu. Kumbe nyuma ya pazia kuna siri iliyojificha. Siri yenyewe ni kwamba klabu ya Yanga ilificha waganga kwenye lile jumba la kimaajabu, na TFF ikishirikiana na bodi ya ligi pamoja na kamati ya masaa 72 hawajalifumbia swala hili baya macho, swala ambalo linaharibu maslahi ya mpira wa Tanzania. Wameamua kuwalima klabu ya Yanga faini ya takribani milioni 100. Faini hii inatakiwa ilipwe haraka iwezekanavyo. Hii iwe kama ni funzo klabu zingine zisidiriki kufanya kile ambacho klabu ya Yanga ilikifanya. Wao Yanga wanasema kwamba timu ya Simba iliweza kupuliza madawa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, lakini hiki sio kitu cha ukweli. Yanga waliweza kuficha waganga wao kwenye ile jumba la kimaajabu, waganga ambao waliwasaidia timu ya Yanga kuweza kulazimisha sare ya magoli 2 na Simba endapo wangediriki kuingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Siku ya dabi, Yanga alikuwa na kufa goli nyingi sana, goli takriban 5, lakini kwa msaada wa waganga Yanga waliweza kulazimisha sare ya kufungana mabao 2-2. Na kitu kingine ambacho mimi nimekipenda ni swala zima la TFF pamoja na bodi ya ligi kuwa makini kusafisha uchafu wote ambao kwa namna moja ama nyingine unaweza ukapelekea timu zetu za Tanzania pamoja na ligi kushuka. Imagine klabu kubwa kama ya Yanga wanaenda kubadilishia nguo nje ya uwanja, wakati uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo una vitu vya kubadilishia nguo, una vyumba vya kubadilishia nguo, tena vyumba ambavyo vimekidhi vigezo vya kuchezesha michezo ya ligi kuu. Yanga wanaleta imani za kishirikina kwenye mpira, na hivi vitu ambavyo Yanga wamekuwa wakivifanya ni vitu ambavyo wamevizoea. Unaweza kusema kwamba wamevizoea kwa sababu Yanga wao ndio walikuwa walimu, walikuwa ndio wababe wa kupita mlango wa nyuma, na mwisho wa siku wanalipa faini ndogo kabisa, shilingi milioni 5. Lakini safari hii timu ya Yanga imeweza kuchabangwa, kulimwa faini kubwa, faini ya shilingi milioni 100 imeweza kuingia kwenye akaunti ya TFF. Na kitu ambacho mimi ninakipinga kila siku na kitu ambacho nimekikataa kabisa ni suala la mashabiki wa timu ya Yanga kuweza kuchangia hizi faini. Of course unaweza kusema kwamba wajinga ndio waliwao. Mtu kama una akili zako timamu uwezi kuchangia hizi faini. Uchangie kadi ya wanachama, uingie uwanjani kuishangilia timu, na hapo kumbuka haulipi chochote, na bado uweze kwenda kuichangia timu sijui imelimwa faini kwa kutofuata sheria. Na kitu ambacho kiliweza kuniuma ni kwamba mwenyekiti msaidizi wa timu ya Yanga, rais msaidizi Arafat Haji, yeye aliweza kuchangia shilingi 1000 kwenye ile hela iliyokuwa inahitajika milioni 100, yeye akachangia shilingi 1000. Alafu kuna mtu ambaye hana wadhifa wowote, maskini kabisa, kutokea huko Mbagara rangi 3, yeye ameweza kuichangia timu ya Yanga shilingi 30,000. Akati wale ambao wana nguvu ya kifedha, wale ambao wanaweza hata kuliklia deni lote hilo, wameweza kuchangia shilingi 1000. Unaweza kusema kwamba hili ni jambo la aibu kabisa. Makamu wa rais kabisa Arafat Haji anachangia shilingi 1000, japokuwa akiweka kiwango maalum, lakini yeye kama kiongozi anatakiwa kuwa mfano hai kwa mashabiki wengine wa Yanga ambao wangechangia hela nyingi. Kwa kweli waliosema kwamba wajinga ndio waliwao hawakukosea, kwa sababu hichi ni kitu cha ovyo kabisa. Huwezi kuchangia shilingi 1000 afu mwananchi wa kawaida kabisa, huyu mshabiki wa Yanga kindakindaki ambaye ana maisha magumu, anaishi vichochoroni, kula kwa ngebe, alafu anakuja anachangia 10,000, wewe unachangia shilingi 1000. Hata ikitokea swala lingine la mashabiki wa Yanga kuweza kuchangia fedha hizo, watakuwa nyuma, kwa sababu viongozi wao wanashindwa kuwawakilisha, viongozi wao wanashindwa kuwa kama mfano. Kwa hiyo waliochangia wote mimi niwape pole kabisa, kwa sababu unachokifanya ni upuuzi nambari 1 Tanzania. Na huyu Ally Kamwe amewasisitiza, na mwisho wa siku ameweza kufanikisha swala lake, kwa sababu siku ya jana kupitia ukurasa wake Instagram aliweza kuthibitisha kwamba hela imeshaweza kuchangwa.
Bwana, mimi nisema kwamba sina ziada. Kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote. Hii ni Sports Online TV. Usisahau kusubscribe channel yetu, alafu utano notification kwa kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila siku kuzipata taarifa zetu kila ambapo tutakuwa tunaziachia hewani kuhusiana na masuala ya michezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mpaka wakati mwingine, bye bye.